Bwana, mambo vipi? Karibu katika ulimwengu wa filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata movie zetu kali kila tunapokusogezea. Bwana, leo tunakuja na hii hapa, inakwenda kwa jina la The Forbidden Kingdom. Ongozana nami mwanzo mpaka mwisho. Picha inaanza tukionyeshwa mbingu ya 7. Hapo tunamuona Monkey King akijiandaa kupambana na wanajeshi wa Jade. Monkey King anawashambulia wanajeshi wale na kuwasambaratisha wote, kwani ana nguvu kuliko wao. Yes, na upande mwingine katika sherehe ya miungu tunamuona Monkey King akiingia huku akiwa analeta mzaha mbele yao. Jambo hili halikumfurahisha Jade Warlord. Mungu mtu mmoja anamwamuru Jade ampe cheo Monkey King yule na kisha wanaondoka. Tunamuona Jade akipambana na Monkey King kwani alihisi hastahili cheo kile. Wanapigana lakini Monkey King yuko vizuri sana. Hivyo Jade anamdanganya na kumwambia ashushe silaha yake chini wapigane mkono kwa mkono. Haraka Jade anampiga na uchawi ikiwa ameenda kinyume na makubaliano. Basi tunamuona Monkey King akigeuka kuwa jiwe na Jade anafurahi sana. Tunarudishwa New York na huku tunamuona Dogo Ima. Pia tunamuona Mzee Cheng akihesabu hela. Dogo Ima anafika kwenye duka la Mzee Cheng na kuchukua bidhaa kadhaa, lakini siku hiyo alivutiwa na silaha ya dhahabu ambayo alikuwa hajawahi kuiona. Baada ya kutoka pale, Ima anaenda kuongea na watoto wazuri na kujisifia anajua kupigana. Haikuchukua muda tunamuona Michael na kikundi chake wakifika na kumuonea Ima kwa kwenda kwa Mzee Cheng. Usiku ule wanamlazimisha Ima na kumtaka wapeleke kwa Mzee Cheng wakamdhulumu, na Ima hana cha kufanya. Wakiwa wamefika pale wanaanza kupekua vitu vya Mzee Cheng ili kuviiba, lakini Mzee Cheng anawashambulia na gongo lile la dhahabu na anapigwa risasi na Michael. Ima baada ya kuona tukio hilo anachukua gongo lile na kukimbia nalo juu gorofani, lakini anafika kikomo, hivyo anajiangusha kwa lengo atatua salama. Ghafla anajikuta kitandani. Anavyotoka kuchungulia nje anajikuta yuko sehemu tofauti kabisa. Sehemu ile watu walikuwa wanakamatwa na hivyo na yeye akawa anakimbizwa ili akamatwe. Akiwa barabarani anakutana na Cheng mdogo ambaye anamsaidia. Cheng anavyoiona ile fimbo ya dhahabu anashangaa. Cheng anaondoka naye na kwenda katika baa mojawapo mjini. Wakiwa pale, Cheng anamsimulia historia ya fimbo hiyo kwani ilitoka kwa Monkey King. Hawakukaa sana, wanajeshi wa Jade walifika na kuanza kuwashambulia. Njiani tunamuona bidada Malia akiwasaidia, hivyo wakafanikiwa kutoroka na kupotea kusikojulikana. Wakiwa njiani asubuhi hiyo, Malia anamsihi Ima ajifunze kupigana kwani hajui chochote. Ima anamuomba Cheng amfundishe kupigana ili aweze kujilinda. Hekaluni tunamuona mlinzi akipeleka taarifa kwa Jade kuwa fimbo ya dhahabu ya Monkey King imeonekana. Asubuhi iliyofuata Ima anaamka na kujikuta peke yake, hivyo anaanza kuwaita Cheng na Malia. Nyuma yake kulikuwa na mtu aliyevizia kuiba fimbo ile. Haraka mtu yule anampola fimbo ile na kupotea nayo. Cheng na Malia wanapofika, Ima anawaeleza tukio lile na haraka Cheng anaelewa ni nani. Cheng anafika katika hekalu la zamani, humo anamkuta Flanky, mwizi wa ile fimbo. Cheng na Flanky wanapigana lakini fimbo inajirudisha kwa Ima. Hii inamshtua Flanky kwani hakutegemea. Basi tunamuona dada mchawi akiwatafuta, na huku dogo yule akiwa ameshaanza kufundishwa kupigana. Wakiwa safarini kuelekea kwa Jade, siku nenda siku rudi, dogo anazidi kujifua ili kujiweka fiti zaidi. Katikati ya njia wanakutana na dada yule mchawi aliyejaribu kuiba ile fimbo lakini alishindwa. Dada mchawi anaamuru walinzi wa Jade wamshambulie. Baada ya kuona wanazidiwa, wanakimbia na farasi wao wakitokomea mistuni. Dada mchawi anatumia mshale wa kichawi unaofanikiwa kumchoma Cheng. Mshale ule unachukua maisha ya Cheng mdogo huku anaendelea kuhangaika. Haraka wanamwaisha kwa mamanke, huenda akasaidika. Lakini wanapofika pale, Monke anawaeleza kuwa Cheng hana muda mrefu, kitu pekee cha kumuokoa ni maji ya uhai, na kuyapata maji hayo ni mpaka waende kwa mfalme Jade ambaye anaitafuta fimbo hiyo kwa hali na mali. Monkey anaeleza kwa kusema hiyo fimbo ndio kitu pekee cha kumuokoa Monkey King kutoka kwenye kifungo chake. Hivyo Jade anaogopa, ndio maana anaihitaji. Ima hakuwa na chaguo kwa kuwa hakutaka Cheng auawe, hivyo akaenda kuongea na mfalme Jade. Akiwa ameondoka, Franky anagundua kuwa ameondoka na ile fimbo peke yake. Akiwa
amefika kwa mfalme yule, anakutana na dada mchawi, anampeleka kwa ndani ya hekalu. Akiwa pale, mfalme yule anadai kuwa ana kichupa kimoja tu cha maji ya uhai, hivyo mmoja wao ndiyo atakayepata. Dada mchawi alikuwa na shida sana na maji yale, kwani ukiyapata unakuwa na uwezo wa kuishi muda mrefu. Njiani tunamwona Frank na Malia wakiwahi kumwokoa Ima. Jedi anawaamuru wapiganie maji na atakayeshinda ndiye atakayepata, na tunaona mapambano makali kati yao, lakini Ima alishindwa kufua dafu. Fimbo ile inafika mikononi mwa Jedi kwa kunyakuliwa kutoka kwa Ima na dada mchawi. Jedi anaamuru Ima auawe kwani yeye sio mshindi wa pambano lile, lakini kabla hajamalizwa Frank na Malia wanaingia na kumsaidia. Haraka Jedi anawasha moto mkali ili kuichoma fimbo ile isitumike tena. Anavyoitupa katika moto ule, Frank anaiwahi haraka na kuidaka ili isiharibike. Kitendo hiki kinamkela sana Jedi, hivyo anaanza kupambana naye. Ima anawahi haraka kuiba yale maji kwa ajili ya Cheng. Kwa msaada wa Monkey, maji yale yanamfikia Cheng. Bila kupoteza muda, Cheng anakunywa maji yale na kurudi tena kuwa na nguvu, na Cheng anajiunga katika mapambano yale makali. Frank akiwa amezidiwa anajitoa sadaka na kumrushia Ima fimbo ile ili amalize kazi. Haraka anawahi na kuipiga sanamu ile na fimbo ya dhahabu, inasababisha mlipuko mkubwa sana na kumrejesha Monkey King. Bila kupoteza muda, Monkey King anamshambulia Jedi kwa hasira bila kuchoka. Dada mchawi naye anaangushwa chini ya hekalu lile mpaka mauti. Jedi anashambuliwa na Malia pia, lakini Malia anaumizwa vibaya na uchawi wa Jedi. Akiwa anaelekea kupoteza uhai, Malia anamuomba Ima amuue Jedi. Pigo la mwisho, Jedi anapigwa na kutoka katika mikono ya Ima, ambapo Ima anamchoma na kile kisu cha Malia kifuani, ambapo Jedi anapoteza maisha akiungana na moto aliyouunda. Ima anavyorudi kumwangalia Malia anamkuta akiwa amepoteza maisha yake. Mungu mtu naye anafika baada ya miaka 500 katika hekalu lile, huku akijua kila kitu kilichotokea. Ima anaomba kurudishwa katika dunia yake, kwani alipo sio dunia yake. Mungu mtu yule anampulizia pumzi iliyompeleka moja kwa moja mpaka dunia yake. Akiwa amerudi anajikuta akiwa ametua salama baada ya kuanguka akiwa anakimbizwa na Michael. Michael anamuokota na kuanza kumnyanyasa kama kawaida, lakini mambo yalibadilika Michael alipogeuziwa kibao na kushambuliwa. Baada ya kuona amezidiwa, Michael anatoa risasi, lakini haraka Ima anamshambulia na kumzimisha, kitu kilichowatisha sana marafiki zake na Michael na kuamua kukimbia. Tunamwona mzee Cheng akipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu zaidi baada ya kupigwa risasi. Ima anafurahi kumwona mzee Cheng akiwa mzima. Akiwa anaondoka anamuona mdada anayefanana na Malia akifika. Bidada yule anamuomba waweze kujuana zaidi, kwani amevutiwa na roho yake nzuri ya Ima. Na picha yetu ndio inaishia hapa, tukimwona Ima akiendelea kujifua zaidi kama Monkey King. Asante kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, na hii ni Ulimwengu wa Filamu. Hii ni movie kwa Kiswahili. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Chao.